Wapenzi watazamaji, ninawasalimu popote mlipo. Hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yanazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ninaona kwamba kampeni za mwaka 2027 zitakuwa rahisi sana kwa viongozi wa upinzani. Kwa sababu viongozi wa upinzani wanapaswa kuweza kuangalia endapo yale ambayo Rais Ruto aliweza kuyasema kipindi cha kampeni ameweza kuyatimiza. Vile vile wanapaswa kuweza kuangalia yale yote ambayo Rais Ruto ameweza kuyatenda kipindi ambapo alikuwa kipindi ambapo amekuwa mamlakani kwa kipindi cha miaka 5. Upande mwingine Rais Ruto atakuwa anajitetea, lakini sidhani kuwa Mkenya ni mjinga. Inasema nini? Kuna kanda ya Mheshimiwa Ruto inazidi kusambaa na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo kanda inasema hivi: na sisi kama serikali tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali. Hatutakuwa tunatafuta madeni kutoka China na mahali ingine ambayo sasa inatuletea kisirani. Nyinyi mnanielewa jameni? Si fanya biashara. Ladies and gentlemen, huyo ni rais wetu wa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa William Samoei Kipchirchir Arap Ruto, kipindi ambapo alikuwa anapiga kampeni za mwaka 2022. Mheshimiwa Ruto aliweza kumvamia Uhuru Kenyatta kwamba alikuwa anakopa sana. Kwa hivyo basi kipindi ambapo alikuwa anapiga kampeni akawaambia wananchi kwamba serikali yake endapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu ataibuka mshindi, hatakuwa anakopa madeni. Hapata kuwepo na haja ya kukimbia kuelekea China kwenda kukopa madeni. Ataongeza ushuru, wakusanya ushuru, Wakenya waweza kujitegemea. Ameweza kuyafanya hayo? Ameweza kuyafanya? Kwa zaidi ya siku 4 Rais Ruto amekuwa wapi? Amekuwa China kupiga goti aweza kupewa mikopo. Nimedanganya? Si Rais Ruto amekuwa upande wa China kukopa madeni. And that is the reason as to why hii video imeweza kuletwa kwenye mitandao ya kijamii. Wakenya wameweza kuulizana hivi: si huyu ni Mr. Ruto alisema kwamba hapata kuweko na haja ya kukimbia kuelekea China kupewa madeni. Kitu ambacho atakifanya ni kuweza kukusanya ushuru. Sasa hivi wanaulizana hivi, kuna Mkenya mwenye ataamini kweli Rais Ruto? And that is the reason as to why kipindi kimoja Fred Matiang'i aliweza kuwaonya wananchi. Akawaambia kwamba kazi ya Rais Ruto ni kudanganya. Hamna siku ambaye atazungumza ukweli. Na Matiang'i aliweza kuyasema haya. I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You know, people lying, they lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, sasa wanaanza ugomvi na Matiang'i, hata wanaenda kugombanisha Matiang'i. Sisi tunawaambia ndugu yetu, wachana na Matiang'i. Unaweza ukafikiri kwamba Mheshimiwa Ruto alienda shule kujifunza kudanganya. Kwa sababu tuseme tu kweli, jambo lipi ambalo aliweza kulisema atalitimiza, ameweza kulitimiza. Endapo ameweza kulitimiza, jua wizi umeweza kujitokeza. Mfano, let me give you a good example. President Ruto alisema kwamba ataleta Hustler Fund. By the way, hiyo Hustler Fund iko mpaka sasa hivi. Pesa zimepotea. The last time I remember, the Controller of Budget and the Auditor General waliweza kusema kwamba zaidi ya milioni 30 ziliweza kupeanwa kuelekea kwa vijana.
ambao hawajaweza kutimiza miaka 18 waweze kujiandikisha kupata kitambulisho. Number 2, vijana wengi ambao hawajaweza kuzaliwa walipewa loans. Nani atamwamini Rais Ruto sasa? Number 2, alisema abductions haitakuwa. Abduction tumeweza kuona juzi watoto wanatekwa nyara. Amesema extrajudicial haitakuwa, extrajudicial killings haitakuwa. Mnajua mamia ya Wakenya ambao waliweza kuuliwa nje ya parliament kipindi ambapo walikuwa wanaandamana? Mnajua kweli mamia ya wananchi ambao waliweza kuuawa jijini Nairobi hapa nchini Kenya ambao walikuwa wanaandamana wakitaka uongozi mzuri? Ni wengi sana. Number 3, Rais Ruto aliahidi kwamba hapata kuwepo na ufisadi. Ndani ya serikali yake ndio ufisadi umeweza kukithiri. Juzi tumeweza kueleza kwamba pesa ambazo anakusanya kutoka kwa wale wageni ambao wanaingia nchini mwetu zinaelekea Switzerland kwenye account ambazo ziko pale. Sasa ladies and gentlemen, sio ni ufisadi kile kitu ambacho aliweza kuahidi kwamba atamaliza? The reason as to why wanapeleka hizo pesa upande wa Switzerland, they can withdraw anytime without asking for permission. Because endapo pesa za serikali zitaelekea kwenye account ambayo inaitwa consolidated account, lazima ziweze kuhesabiwa. Kama Rais Ruto ameagiza bilioni 10 zitolewe, lazima zitaandikwa chini. Lakini akaunti za Kenya ambazo ziko upande wa Switzerland unaweza ukatoa wakati wowote. Na Rais Ruto alisema kwamba atamaliza ufisadi, kitu ambacho hajaweza kukifanya. Alisema elimu itakuwa, akasema kila kitu. So ladies and gentlemen, what is going to make you vote President William Ruto for the second term? I'm just asking you. What is going to make you vote for William Ruto for the second time? Because umeweza kuona wewe peke yako. Alituambia kwamba hakuna haja ya kukopa kutoka China, kwa sababu tumeweza kukopa madeni mengi mpaka imefika kipindi ambapo mtoto mwenye bado hajaweza kuzaliwa yuko na deni. Nilimsikia Rais Ruto akisema hivyo. Akasema kwamba badala ya kukopa kuwaletea matatizo Wakenya ambao watakuja kuzaliwa, ataongeza ushuru, akusanye ushuru, Wakenya waweze kujitegemea na hapata kuwa na haja ya kwenda kukopa. Na kitu ambacho kinawashangaza wananchi, serikali imeweza kukopa madeni mengi sana tangia walipoweza kuingia mamlakani na hakuna kazi ambayo wameweza kufanyia. Nimejionea huruma. Wakenya tulikosea wapi? Kama rais anaweza akasimama akazungumza kitu, lakini hawezi akakitimiza hicho kitu. Kitu gani sasa ambacho kufanya tena kipindi cha kampeni akikuambia kwamba sasa niongeze miaka mingine 5 nikuje kufanya jambo fulani? Uko na uhakika upi? Uko na uhakika upi kwamba atatimiza hicho kitu ambacho atakuja kuambia 2027? Kama kipindi ambapo alikuwa anauliza kura 2022, alikuwa anajua kwamba asipotimiza haya yote ambayo alikuwa anayazungumza 2027 wanamsubiri, lakini hajaweza kutimiza. Kipi ambacho kitakufanya uweze kumwamini tena? See you in the next video. Sina mengi sana.